Enda nikurudishe nyuma kidogo ambapo Christina alikuwa pamoja na Jabali wakiwa wamekaa katika hoteli ya Serena hoteli kwa bwana Daniel. Daniel alipokuja Christina akajaribu kumtambulisha Jabali, lakini pia Christina alijaribu kumuelewesha bwana Daniel kwamba anamhitaji hasa kwa sababu yeye ndio alikuwa mshinga wake wa siku hiyo, na akajaribu kabisa kumuonyesha na pete yake yeye ndio alikuwa amewafungisha ndoa siku hiyo, lakini Daniel akadai ya kwamba amfahamu kabisa binti Christina. Hii ilimfanya Christina kuweza kujisikia vibaya na alijaribu kabisa kuendelea kumuelewesha bwana Daniel, lakini bwana Daniel alionekana kabisa kutokumfahamu kabisa binti Christina. Christina ikawa hana namna kabisa, na Daniel akasema kwamba sikufahamu, lakini pia akaamua kuweza kumfukuza binti Christina kwa sababu alikuwa anajua kabisa watu hawa mara nyingi huwa wanakuja si kama wateja, huwa wanakuja kama watapeli vile. So baada ya bwana Daniel kuzungumza maneno hayo yalimfanya binti Christina kubaki hoi kabisa, na alijaribu sana kujieleza, lakini bwana Daniel akuweza kabisa kumwelewa, na ndipo akaamua kumuita mlinzi wake kwa ajili ya kuweza kumuondoa binti Christina nje, kwa sababu aliona anaweza akawa anamfanyia fujo kwenye hoteli yake. Basi hapo akabaki jamaa wetu Jabali, naye pia akataka kuondoka, lakini mmiliki wa hoteli bwana Daniel aliweza kumzuia, akamwambia unaelekea wapi wakati wewe ndio unatakiwa ulipe bili nzima ya chakula. Sasa Jabali kwa kuwa alikuwa hana pesa akaamua moja kwa moja kuaga kuelekea chooni, lakini pia Daniel pia alimfuata kwa nyuma. Jabali akawa anawasiliana na rafiki yake Makole kwamba kama na kiasi chochote cha pesa aweze kumtumia, kwa sababu ameweza kukwama kwenye hii hoteli ya Serena hoteli. Makole akamwambia okay, nitakutumia kiasi cha pesa ambacho nitakuwa nacho kwa muda huu, ili mradi uweze kulipa hapo. Bwana Jabali alijitazama kwenye kioo na akiwa na hofu kubwa sana. Daniel alifungua mlango akamwambia najua hauna pesa za kuweza kulipa chakula ulichoweza kula wewe pamoja na yule binti, lakini nakuonya usije ukarudi tena kwenye hii hoteli. Basi Jabali alitoka moja kwa moja na kukutana na binti Christina wakiwa wapo juu ya gorofa, wakiwa wapo wawili. Jabali akawa anamsimulia Christina kwamba Jabali kumbe mwanzoni kabisa alikuwa ni mwanafunzi wa chuo wa mwaka wa 3 UDSM huko Dodoma. Sasa wakati akiwa Jabali anaendelea kusoma, ghafla bibi yake akapata ugonjwa. Sasa baada ya bibi yake kuweza kupata ugonjwa, Jabali akalazimika kuweza kuacha chuo ili mradi kuweza kupata pesa kwa ajili ya kumhudumia bibi yake. Ndio wakati huo Juliet pia akashindwa kuvumilia kutokana na hali ambayo mchizi wetu Jabali anaipitia, ndipo akaamua kuachana na Jabali, akaamua kuweza kuolewa. Hiyo ndio ikawa sababu ya wao kuweza kuachana. Pia Jabali alimweleza Christina na kuweza kumpatia pole kutokana na Daniel kuweza kumkataa pale hotelini, lakini pia Jabali akamwambia Christina kwamba kwa dalili hii ninaweza kuiona ni kwamba wewe umeweza kuibiwa, lakini usijali kwa sababu tutafanya kila tunaloweza ili mradi kuweza kumkamata huyo mpenzi wako. Asubuhi na mapema kulivyoweza kupambazuka jijini Dar es Salaam, hapa tunamwona Christina akiwa anaendelea kupika sausage. Mara bibi alistuka kutokana na kuona bili kubwa. Yani alikuwa ameweza kuiona risiti ya Serena hoteli, na bibi huwa anaitambua kwamba hoteli ya Serena hoteli ni hoteli ya gharama kubwa sana. Maneno yote hayo Christina alikuwa anaweza kusikia kila kitu. Bibi akasema huyu mzungu atakuja kutufilisi humu ndani. Basi Christina aliweza kuwasikia kila kitu, na lakini pia ilimuma sana ukizingatia hana sehemu yoyote ya kwenda katika jiji la Dar es Salaam, yeye ni mgeni tu hapa. Basi wakaendelea kumsema kwamba kwanza sisi hatunaga ratiba kula sausage siku za weekend, huwa tunakula kila siku ya Jumatatu. Basi Christina alizungumza lugha ya Kiswahili. Hapo familia nzima iliweza kushangaa kwa sababu walikuwa hawajui kwamba Christina Kiswahili anaelewa.
Basi wakina Maisha, wakina Brayton na wakina Willy wote walibaki midomo wazi pamoja na bibi Sara. Kisha Christina aliwashukuru kwa kila kitu na ndipo akasema kwamba sioni tena sababu ya kuishi hapa ndani. Ipo Christina akavuta pumzi na alionekana mwenye huzuni kubwa sana. Bibi pamoja na familia kiujumla walihuzunika kiukweli. Christina aliwaekea soseji pale na akaamua kuondoka zake. Brayton akasema, unajua Jabari akirudi akamkuta Christina yupo hapa ndani na kwambieni patachimbika. Willy pamoja na Brayton wakatoka kwa ajili ya kumzuia Christina asiweze kuondoka. Basi Christina akiwa yupo na mudi ya hasira, Brayton akamwambia, sikiliza basi Christina, unataka kuelekea wapi? Christina akajibu kwamba nataka nielekee ubalozi kwa ajili ya kwenda kufuatilia haki za kurudi kwetu Marekani. Basi Willy alimuomba pamoja na Brayton wakamwambia, hapana, tuna uwezekano wa kukusaidia tukarejesha kila kitu kilichopotea kikarudi mikononi mwako. Wakaenda moja kwa moja kwenye banda la hackers wakaanza kuhack, kwa sababu Willy alikuwa ana utaalamu wa masuala ya kuhack na kudukua taarifa zote. Wakawa wanajaribu kuangalia kama kwenye kadi za benki za Christina kama kuna kitu chochote wanaweza wakapata. Willy akauliza, kuna kitu chochote ambacho upo nacho cha huyo Arthur mchumba wako? Na aliweza kutoa picha ambayo ilimuonyesha Arthur ambapo alikuwa amepiga kwenye nyumba. Akamwambia Willy, akasema hii nyumba na ifahamu, basi ngoja basi kwa kuwa hii nyumba inajulikana, basi tunaweza tukampata huyo mchumba wako Arthur. Asubuhi na mapema Jabari pamoja na Christina waliweza kufika katika mazingira ambayo inasemekana ndiyo makazi ya bwana Arthur, ndivyo anapoishi. Christina alishuka na moja kwa moja Christina alisahau kuvua element na kumrudishia jamaa wetu Jabari. Christina alikuwa kasi kuweza kuingia ndani ya hiyo nyumba ambayo inasemekana Arthur anaishi hapo. Christina aliweza kuliona gari lake ambalo alimkabidhi Arthur kipindi alipokuwa nchini Marekani. Ndipo mazingira hayo yanaonyesha kabisa kwamba Arthur anaishi hapa ndani, lakini pia mazingira yalikuwa kimya sana. Tina alianza moja kwa moja kugonga mlango ule na ghafla alionekana mtu kuja kufungua ule mlango. Huwezi amini, ambaye alikuwa anafungua mlango alikuwa si mwingine ni Arthur, mtu ambaye Christina aliamini ya kwamba hayupo tena ndani ya Tanzania. Jabari alishangaa, kumbe huyu ndio mchumba wako? Basi Arthur alishangaa sana baada ya kumuona Christina yupo maeneo hayo, kwa sababu hakuweza kutarajia na hakuamini kama Christina angeweza kupajua hapa ambapo anapoweza kuishi. Kitu cha ajabu, Christina alikuwa akizungumza na Arthur na hakutaka kuingia ndani, lakini Arthur alimwambia kwamba uwezi ukaingia hapa ndani kwa sababu hii nyumba si kwa ajili yako. Christina alibaki njia panda na kushindwa kuelewa. Ghafla kitu kingine ambacho kinaweza kikakushangaza, walikuja wale watu wawili ambao wakati movie ilipoanza walikuwa ndio waliomuibia Christina simu yake, mabegi yake. Sasa nini kinafuata katika sehemu inayofuata? Hakikisha una subscribe, unadondosha komenti yako hapo chini kwa kutuma neno next ili niweze kuendelea na episodi inayofuata. Goodbye.